Lengo la mafunzo haya kwa vijana, kitu cha kwanza ni kuleta usawa katika jamii kati ya wasichana na wavulana. Maana ya kwamba wasichana na wavulana inatokea wakati wanatengana katika kusoma, katika kushirikiana shuleni, katika kufanya kazi nyumbani na mambo mengine. Hivyo basi masomo haya ya amani ni uamuzi yanajaribu kuwaweka sawa, kuangalia shughuli za kike, shughuli za kiume, na mwisho wa siku wavulana wenyewe wanaona, je, kuna uwezekano wa kutenga baadhi ya shughuli au hapana? Na majibu yote yanayokuja ni kwamba kila kitu kinawezekana kwa kila jinsia. Pia madhumuni mengine ni kupunguza ukatili kwa jinsia zote na kwa rika zote. Maana kukitokea na vitendo vya ukatili, mara nyingi watoto wanashindwa kutimiza ndoto zao, wanatokea vifo, wanatokea migogoro mbalimbali. Hivyo basi jamii haiwezi kutimiza malengo na jamii haiwezi kuishi vizuri. Masomo haya ya amani ni uamuzi yanawasaidia vijana kufunguka, kuwa na upeo kwa kile ambacho wanatarajia mbeleni, ambapo kila mvulana, kila mtoto kuna kitu anakuwa anapenda katika maisha yake. Hivyo basi sisi kama wawezeshaji tunawapa njia ni kwa namna gani wataweza kutambua ndoto zao na ni kwa namna gani wataweza kuzitimia, kwa kuwaonyesha watu muhimu sana ambao wanaweza kuwasaidia, kwa mfano wazazi, ndugu, jamaa, walimu na wadau mbalimbali wa maendeleo. Kila sehemu, kila maeneo wana mila zao. Hivyo basi tunajaribu kuonyesha umuhimu wa mila, ambazo hizi mila ni taratibu na kanuni ambazo zimewekwa na watu ili zitumike katika jamii. Hivyo basi sisi kama wanaamani ni uamuzi tunajaribu kuwa na hizo mila, kuzikumbatia, kuangalia ni mila zipi zimepitwa na wakati, ni mila gani nzuri ambazo inabidi tuende nazo. Hivyo katika kutengeneza jamii salama ni vyema tukafahamu kipi kizuri, kipi kibaya, kipi kimepitwa na wakati, kwa lengo la kutengeneza jamii nzuri inayoendana na mabadiliko ya ulimwengu. Tumeweza kuleta mradi huu wa amani ni uamuzi katika shule ya sekondari Kagoma kwa malengo mbalimbali. Lengo la kwanza ni ili eneo ni eneo ambalo limezungukwa na ziwa. Pia ni eneo ambalo limezungukwa na mto Ngono, ambao mto Ngono una maeneo ambayo sio salama zaidi kwa vijana pamoja na watoto. Hivyo basi kuna vitendo vingi sana vya ukatili. Pia ni eneo ambalo lipo karibu na mji. Kwa maana hiyo wasichana, wavulana wanapata vishawishi vingi sana, wanapata vitendo vingi sana vya ukatili. Hivyo sisi kama shirika tumeamua tuanzishe mradi huu kwa lengo la kuzuia huo ukatili. Tulete mradi huu kwa lengo la kuonyesha vijana ni fursa zipi wazitumie kulingana na maeneo yaliyowazunguka. Kwa mfano ziwa, ni vizuri vijana wakajifunza zaidi kuhusiana na uvuvi kwa lengo la kuwa wavuvi wazuri, pale ambapo wao wanaona ndoto kulingana na maeneo yaliyowazunguka. Katika swala la kuboresha taaluma, mara nyingi vijana na watoto wanaoishi karibu na mji, wanaoishi karibu na ziwa, unakuta wanaacha shughuli ya kusoma, wanajikita na shughuli nyingine za utafutaji fedha wakati bado wako shuleni. Hivyo basi kuna idadi kubwa sana ya watu wanaoacha shule. Hivyo basi masomo ya amani ni uamuzi yanajaribu kuonyesha umuhimu na ubora wa shule. Hivyo basi tunawashauri wafanye shughuli hizo baada ya kumaliza masomo yao. Sisi kama shirika la wazee tumeamua tuanzishe huu mradi kwa lengo la kupunguza utoro na kuwaonyesha vijana ni njia gani wataweza kuzitimiza katika taaluma zao.